Hivi unajua internet inayotumika kila siku inaweza kuwa ni sehemu ndogo sana ya internet ambayo iliyopo. Wengi wetu tunajua kuhusiana na Facebook, Instagram, Google pamoja na mitandao mingine ya kijamii ambayo inatumika kila siku kwa ajili ya kupata information. Lakini hiyo ni sehemu ndogo sana ya internet ambayo inaitwa surface web. Nyuma yake kuna dunia nyingine ambayo watu hawaifahamu kabisa. Zaidi ya 95% ya internet ni deep web pamoja na dark web. Surface web ambayo tunaitumia kila siku ni kama 5% tu ya internet. Sasa leo tutaenda kujifunza kuhusiana na dark web. Wengi wao wakisikia dark web huwa wanawaza tu uhalifu, lakini kiuhalisia dark web ina concept tofauti, lakini watu huwa wanachanganya kutokana na myth. Ndio maana teknolojia ukielewa utaondokana na myth. Ukielewa reality of the technology utaondokana na myth ambazo zipo mtaani, na hizo myth ni nyingi sana. Kwa hiyo watu huwa wanaogopa, na ukifanya kazi na watu wengi, cha kwanza ambacho huwa wanauliza ni about the security ya vitu ambavyo wamekuamini navyo. Sasa kabla sija jump in kwenye dark web, twende tukaelewane kuhusiana na internet. Internet imegawanyika katika makundi matatu. Tuna surface web, tuna deep web pamoja na dark web. Sasa surface web ni internet ambayo tunaitumia kila siku, kwa mfano YouTube, Google na mitandao mingine ya kijamii. Lakini deep web iko kwa ajili ya private data. Kwa mfano, kazi yake ni kutunza password za mifumo ambayo inatumika kwa ajili ya generate income na vitu vingine ambavyo ni private data. Hata mifumo ambayo unatumia, unaona kuna level za encryption. Hizo encryptions zinakuwa stored wapi? Kwenye deep web. Sasa tukija kwenye dark web ni kasehemu tu kwenye deep web, ambapo ili uweze kuaccess dark web utahitaji special tools, mfano Tor browsers. Hiyo Tor browsers yenyewe ina nini? Ina kitu kinaitwa onion routing. Hiyo onion routing kazi yake ni kufanya request yako wewe wakati inatumwa ifiche identity yako. Kwa hiyo request yako inapitishwa kwenye multiple encrypted servers ambayo inaficha nini? Identity yako. Sasa hapo kwenye kuficha identity yako ndipo wengi wanapochanganya, wanajua sasa ni scammers tu wanatumia, lakini kiuhalisia wanatumia watu wengi. Hiyo advantage wanatumia watu wengi. Hata watu ambao sio scammers wanaweza kuficha uhuru wao kwa kutumia hiyo advantage na kusearch baadhi ya data bila wao kujulikana ni kina nani. The same kwa scammer. Scammer na yeye unakuta lengo lake ni scamming, lakini anaficha identity yake kwenye hiyo advantage kwa ajili ya kufanya scamming. Kwa hiyo technology kuielewa utaondokana na myth. Watu wengi wanatumia teknolojia hii kwa ajili ya mambo mengi. See you on the next one.